Inaonekana upendi kazi tena katika hii nyumba, sivyo? Angalia hilo meza, kwa nini bado lina vumbi? Samahani mama, nimeanza kusafisha na kufagia sasa hivi tu. Meza bado haijakauka. Unajaribu kuniambia sijui ninachosema? Rudi usafishe na upige deki sakafu yote. Lakini mama, uchafu uliopo sakafuni ni wa slippers zako. Fanya nilichokuambia. Wacha kujibu ovyo. Na ukimaliza nipikie noodles za kukaanga na bata mzinga mkubwa. Hicho ndicho nataka kula kwa breakfast. Na ufanye haraka. Sawa mama. Lakini hakuna viungo. Inabidi niende sokoni. Wewe una akili kweli? Sawa, nenda sokoni. Ninahitaji pesa kidogo kwa ajili ya kununua viungo. Unaniomba pesa? Mimi ndio nakupa pesa humu ndani? Nenda ukamuombe boss wako. Na hakikisha unaweka pilipili mingi. Ongeza sausage na mayai ya kuchemsha pia. Iwe tamu sana. Na niletee pamoja na juisi baridi ya chungwa chumbani kwangu. Nakupa dakika 30. Koko, naona umemaliza kuosha vyombo, lakini hiyo hainihusu. Chukua hizi nguo zifue mara moja. Nataka ziwe zimekunjwa vizuri kabatini kabla ya jioni. Sawa mama. Nitatumia mashine ya kufulia. Mashine? Upuzi! Tumia mikono yako. Mashine ni pole pole. Lakini mama, unazihitaji leo. Na bado nina nguo za boss. Sijamaliza. Unathubutu kunihoji? Nimekuvumilia sana. Wewe ni mfanyakazi tu. Kazi yako ni kutii, si kuuliza. Nenda kafue hizo nguo sasa hivi. Nina safari ya masaa 2. Ninatakiwa niwahi kiwanja cha ndege. Nikifika tutazungumza vizuri, sawa? Koko, ninasafiri kwa siku 4. Nitarudi wikendi. Tafadhali tunza nyumba. Sawa bosi, na kutakia usafiri salama. Acha nikusaidie kushusha begi yako chini. Nitakumi sana babe. Na mimi pia. Tafadhali mpunguzie Koko ukali kidogo. Yeye ni mfanyakazi tu. Anatakiwa kufanya kazi yake. Lakini amekuwa mtiifu sana kwangu. Mimi simpendi tu. Hiyo inatosha. Sasa tumebaki mimi na wewe. Usinilete ujinga wowote, nitakufukuza kabla bosi wako hajarudi. Nenda kanipikie kuku wa kukaanga, awe mkavu na mtamu. Linda, mbona namfokea hivyo? Ni binadamu pia. Rafiki yangu. Yeye ni mfanyakazi, si wa daraja langu. Lakini bado ana hisia. Na ni msichana mzuri sana. Usimdharau kwa sababu maisha yamekubeba wewe. Ja, nikajiandae twende bastanini tukaongee vizuri. Rafiki yangu, unaonaje mazingira ya hapa? Maana humo ndani nashindwa kupumua kila nikimuona Koko. Inaonekana amekuwa kero sana kwako kwenye hili jumba la kitatu. Tuachane na hayo leo, nataka nikaonane na yule mubaba aliyesema atanipeleka nje ya nchi tukafurahia maisha. Nini hubadiliki na kuridhika kwa sasa? Mbona hapa unaishi vizuri? Hebu nifanyie hivi mpango kwanza, nile nishibe ndio nikusikize vizuri, nasikia tumbo langu halina kitu. Usijali, unapendelea chakula gani? Na kinywaji nimwambie huyo kijakazi akuandalie. Nenda kamwandalie rafiki yangu chakula kizuri haraka na kiwe kitamu sana. Sawa madamu. Fanyi chochote kwa sasa, hayupo na hakuniambia anaenda wapi. Sawa, ninapaswa kwenda kumwambia Dabdina achukue hati kutoka kwa biashara yako. Huyu si Madam Linda? Na huyu mwanamume na kwa nini anamsaliti boss? Huyu bwana anamwahidi kumpeleka nje ya nchi. Madam Linda, ulikuwa wapi jana? Nani amekupa ujasiri wa kuniuliza hivi? Kama unataka mwendelezo wa simulizi hii, like video hii kisha comment next.